Katika uendelezaji wa shughuli za uchumi za kila siku, rasilimali watu ni nguzo muhimu sana, kwa sababu watu ndio nguvu halisi inayobadilisha rasilimali kwa uzalishaji na maendeleo. Ili kuwa na jamii bora yenye kufanya shughuli za kiuchumi na uzalishaji kila siku, afya bora ni mtaji muhimu wa kuzingatia. Umuhimu wa afya bora kwa jamii ni mkubwa sana, kwa sababu afya inaweza kuathiri moja kwa moja uwezo wa mtu kufanya kazi na kuchangia katika uchumi. Chakula au lishe bora ina mchango mkubwa sana katika kuimarisha afya, hivyo kuchochea maendeleo ya jamii. Lishe si tu kula, bali tukizungumza lishe, tunazungumzia lishe yenye virutubisho sahihi kwa wakati na kwa uwiano unaofaa, ambao huweza kujenga jamii yenye afya bora. Watoa huduma za chakula ni nguzo muhimu ya uchumi kwa kila siku, kwani wana umuhimu mkubwa katika kuchangia shughuli za uzalishaji kwa jamii kufanyika kwa ufanisi. Katika shughuli za kila siku, maelfu ya watu hutegemea mamalishe ama babalishe ili kupata huduma ya chakula cha bei nafuu na kwa haraka. Lakini je, tumewahi kujiuliza mchango wa mama au babalishe kiuchumi ni upi? Wacha leo nikupitishe katika hadithi fupi inayowahusu mama na babalishe. Mama na babalishe ni miongoni mwa rasilimali watu muhimu wanaotegemewa karibu na kila mtu katika jamii. Kazi zao zinaweza kuonekana kuwa za kawaida kabisa, kupika chakula na kuhudumia. Lakini hawa ndio nguzo muhimu inayotoa mchango mkubwa wa kujenga jamii yenye afya kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi. Uwepo wa mama na babalishe katika jamii ndio unaochangia kwa sehemu kubwa kujenga uchumi. Mfano, mfanyakazi wa ofisini kila siku anahitaji chakula ili apate nguvu ya kufanya kazi. Lakini uwepo wa mama na babalishe mtaani pia ndio unaopelekea fundi asiache kazi kutafuta chakula, madereva pia kufanya kazi zao kwa wakati bila kupoteza muda wa kurudi nyumbani kusubiri chakula. Hii inatuonyesha dhahiri kuwa mama na babalishe wana umuhimu mkubwa sana katika maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Hebu tufikirie kwa kutazama mfano wa biashara mamalishe mmoja ambaye alianza kama mamalishe mdogo pembezoni mwa barabara, akiwa na jiko moja na sufuria mbili tu, lakini kila siku alikuwa akiuza sahani 10 mpaka 20. Hii leo anauza hadi sahani 100 kwa siku na ameajiri zaidi ya wasaidizi 2. Analipa kodi, anasomesha watoto wake, ili hali anamudu kuendesha gharama za maisha yake binafsi. Hii siyo hadithi ya mamalishe mmoja pekee, bali ni hadithi halisia ya maisha ya mama na babalishe wengi katika jamii zetu. Kazi yao ni picha halisi ya ujenzi wa uchumi. Mamalishe na babalishe wana mchango mkubwa katika kukuza na kuendeleza sekta nyingine za kiuchumi. Mfano, tambua kwamba unapomchangia chakula kwa mara moja mamalishe, unasaidia mkulima pia kupata soko, lakini vile vile unasaidia muuzaji wa mboga na matunda kupata kipato, na msafirishaji wa bidhaa hizo kupata kazi yenye kumpatia kipato. Hiyo ndio picha halisi ya moyo wa uchumi wa mtaa kutoka kwa mama na babalishe. Pamoja na wafanyabiashara hawa kuwa na moyo wa uchumi wa mtaa na taifa kwa ujumla, lakini bado wanapitia changamoto nyingi sana katika ufanyaji wa biashara zao, jambo ambalo linapelekea wakati mwingine kushindwa kukua na kuendelea kwa biashara hizo. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, UDSM na Mtajirishaji Media waliona umuhimu wa kuja na mradi wa pamoja wa uendelezaji na urasimishaji wa wafanyabiashara wa chakula, yani food vendors. Mradi huo ukiwa unalenga kuona ni namna gani mfanyabiashara wa chakula anaweza kurasimishwa na kuendelezwa. Lakini pamoja na yote, kabla ya yote kufanyika, mambo ya uendelezaji, mambo ya urasimishaji, hapa tunaona umuhimu wa kufanya utafiti kwanza ili kuja na njia bora zenye kubeba suluhisho katika kuimarisha na kumuendeleza mfanyabiashara wa chakula, yani food vendor.
kama ambavyo mhadhiri msaidizi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Steven Kitigwa akifafanua zaidi juu ya umuhimu wa utafiti katika hatua ya awali ya mradi wa kuendeleza na kuwarasimisha wafanyabiashara wadogo wa chakula. Kwa jina anaitwa Steven Kitigwa, ni mhadhiri msaidizi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ndaki ya kilimo na sayansi ya chakula, idara ya sayansi ya chakula na teknolojia. Kwa sasa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam inashirikiana na wadau mtajirishaji media kwa zoezi la kuwawezesha na kuwarasimisha wajasiriamali wa biashara ya chakula, mamalishe pamoja na babalishe. Kwa sasa katika hatua ya kwanza ya huu mradi tupo kwenye baseline survey, ambapo tunafikia mamalishe na kutaka kujua changamoto zao ni zipi za kila siku, pamoja na mitaji yao, pamoja na nini hasa wanakutana nacho, nini hasa wangependa wawezeshwe. So ni muhimu kufanya hii baseline kwa sababu unapotaka kwenda kuleta solution au suluhu ya tatizo husika katika jamii, lazima kwanza ujue wanapitia changamoto gani, ili sije ukapeleka suluhu ambayo ni tofauti na changamoto zao. Kwa hiyo muhimu wa hii baseline inatupa kujua picha kwa ujumla ikoje ya hawa mamalishe na hali zao na nini inatakiwa kifanyike. Kwa hiyo tutaweza kujua huko mbele tunapotaka kufanya urasimishaji ni nini hasa kizingatiwe na ni nini hasa kifanyike, ili kuweza kuwasaidia na kuwawezesha ili waweze kupiga hatua mbele. Data hili kwanza linatusaidia kupata exposure ya mazingira halisi ambayo hawa mamalishe wanafanya kazi. Hata mimi kwenye shughuli zangu za kila siku naweza nikawaza labda mimi ni academician, naweza nikawaza labda nataka kufanya tafiti zaidi. Kwa kujua mazingira yao itanifungua zaidi au itaniwezesha zaidi mimi kujua nifanye nini hasa ambacho kitawagusa moja kwa moja wahusika kwenye jamii yangu, kuliko kufanya tafiti ambazo zitakuwa zinaishia kwenye machapisho tu bila kwenda moja kwa moja kwenye jamii. Kwa hiyo kutoka na kuwafikia mamalishe kwenye mazingira yao inanisaidia kuweza kuona kwa upana ni changamoto gani zipo, lakini pia mimi nitashiriki kwa namna gani ili kuwa sehemu ya jamii katika kutatua hizi changamoto zao ambazo zinawakuta hawa wafanyabiashara ya chakula. Katika biashara ya chakula kwa mamalishe na babalishe, tunajua mdau muhimu ni msambazaji wa mahitaji. Mfanyabiashara wa mahitaji mbalimbali yanayompasa mama na babalishe aweze kuyatumia ili kuzalisha chakula kilicho bora. Hapa tunamzungumzia mtoa huduma hizo za uuzaji wa jumla ama rejareja. Na hii katufanya moja kwa moja tutazame umuhimu wa namna gani tunajenga jamii yenye afya. Na hapa Mtajirishaji Media ilizungumza na Swalehe Mushehe, mfanyabiashara kutoka Temeke Stereo, naye akizungumza kwa namna ambavyo wanaziona na kuzibainisha fursa kubwa katika mradi huu wa kurasimisha na kuendeleza wafanyabiashara za chakula. Mapuli ni mfanyabiashara wa Temeke Stereo, hasa kwa binadamu. Binadamu tunatakiwa tule kila siku ili mradi tuishi. Lakini sio tule tu, ili tule chakula bora. Na tunapataje chakula bora? Chakula bora ni kile ambacho kimeandaliwa. Chakula bora ni kile ambacho kimetengenezwa vizuri kubwa. Maandalizi kwanza unatakiwa kiutaalamu. Chakula kile ambacho tunataka kukiandaa kutoka kilikotoka kule shambani na mpaka kinaingia sokoni, kina maandalizi gani? Na maandalizi ya kutoka shambani mpaka sokoni ni vivyo kinatakiwa utaalamu mkubwa. Ile bidhaa ambayo imetoka shambani imeandaliwa kiutaalamu vizuri, kiusalama, kiubora, kinakuwa chakula bora. Mpaka sokoni kinakuwa chakula bora. Mpaka sisi ambaye tupo sokoni sasa tunawapelekea walaji huko, waandaaji wao na babalishe na mamalishe, tunawapelekea kitu bora, na wao watu wa babalishe na mamalishe waandae chakula bora kwa ajili ya kuwapa walaji wapate chakula bora. Suluhisho la uendelezaji na urasimishaji wa wafanyabiashara ya chakula linaweza kuwa ni suluhisho kubwa na muhimu la kujenga uchumi wa jamii usioonekana kupitia mamalishe na babalishe. Tunaamini kwamba endapo wafanyabiashara wa chakula wataendelezwa na kurasimisha, itapelekea biashara zao kukua, kuongeza kipato na kutoa nafasi nyingi zaidi za ajira kwa vijana wengine.
Kutoka Mtajirishaji Media, mimi ni Helena Onesmo. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.